Yes, kinachoendelea ndani ya kikosi cha Young Africans ni huruma tu. Kinachoendelea kwa viongozi wa Yanga wanatia huruma tu. Bwana, ishu ya Selemani Mwalimu bwana imekuwa kubwa. Ishu ya Selemani Mwalimu imekuwa ishu kubwa ambayo sidhani kama kuna mtu pengine alifikiria kama inaweza kuwa kubwa kiasi hichi, lakini this time around imekuwa ishu kubwa sana, kama ambavyo tofauti na ambavyo watu wengi walidhania. Baada ya uhamisho wa Selemani Mwalimu kutoka Simba kwenda Young Africans, watu wengi walijua ni kawaida mchezaji kutoka Simba kwenda Yanga, kama ambavyo waliwahi kufanya wachezaji wengine na wakafanikiwa. Lakini kwa Selemani Mwalimu imekuwa tofauti sana. Kwa Selemani Mwalimu imekuwa tofauti na mategemeo na makadirio na mafikirio ya watu wengine ambavyo walikuwa wanafikiria. Ishu ya Selemani Mwalimu kumbe ina uzito ndani yake. Ishu ya Selemani Mwalimu ni deep, tofauti na vile ambavyo watu wengine wanafikiria kwamba ni easy. Ishu ya Selemani Mwalimu bwana sio easy hata kidogo. Sasa ni takriban siku 3-4 ishu hii ya Selemani Mwalimu imepamba moto baada ya kuwa Selemani Mwalimu inaonekana kama bado ana makubaliano na wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo wao hawataki kukubali au hawataki kumwachia ili awe mchezaji rasmi wa Young Africans, kwa maana bado kuna vifungu ambavyo vinamfunga Selemani Mwalimu. Bado ana makubaliano ya karatasi dhidi ya waajili wake wa zamani Simba Sports Club. Sasa ishu kubwa ambayo imetokea siku ya jana ni kwamba Selemani Mwalimu amelazimika kuondoka hapa nchini kuelekea kule nchini Morocco, ambako ameenda kwenye timu yake ya zamani ili aweze kukamilisha utaratibu huo. Pengine akirudi hapa Tanzania basi anakuja kumalizana na viongozi wa Simba, lakini hiyo sio ishu kubwa. Ishu kubwa ambayo imetokea ndo nakwenda kukufahamisha hapa, lakini kabla sijaenda kukufahamisha nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe bwana, kwa sababu ukisubscribe unakuwa mwanafamilia, na ukishakuwa mwanafamilia tayari basi una uwezo wa kupata habari zote ambazo sisi tunakuandalia na kukuletea hapa. Nikukumbushe tu kwamba mimi kazi yangu ni kukuandalia habari zote za michezo. Kwa wewe mwana michezo, wewe shabiki wa mpira, popote pale ulipo, make sure unakuwa karibu, unakuwa closer na channel hii, kwa maana hapa ndio sehemu pekee ambapo utapata update na habari zote ambazo zina pick up na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Yes, hiyo ndo kubwa au hiyo ndo habari kubwa ambayo tuko nayo kwa sasa. Habari kubwa ambayo tuko nayo kwa sasa ni kwamba Selemani Mwalimu ameamua kuondoka kwenda kule nchini Morocco, baada ya kuwa Simba Sports Club wameamua kung'ata meno, wameamua kutokumwachia. Basi kuna utaratibu ambao ameenda kukamilisha kule Morocco kwenye klabu yake ambayo ilimtoa kwa mkopo hapa kuja Simba, lakini baadaye Yanga. Alafu akishakamilisha utaratibu huo basi atakuwa rasmi ni mchezaji wa Yanga, lakini hawezi kuwa mchezaji wa Yanga rasmi bila kukubaliana na viongozi wa Simba. Kwa hiyo bado kuna kamzozo. Inatakiwa Selemani Mwalimu Sere Gomez akubaliane na viongozi wa Simba, lakini pia yale maandishi ambayo walikuwa wameandika yaweze pengine kufutwa, kwa sababu mkataba unavyomaliza mkataba na mtu lazima ule mkataba uchanwe au uchomwe moto. Kwa hiyo Selemani Mwalimu inatakiwa ule mkataba ambao yuko nao na viongozi wa Simba au yuko nao na Simba, inatakiwa ule mkataba ufanyeje, uchanwe, ndio aweze yeye kuthibitishwa rasmi kama ni mchezaji wa Yanga. Sasa baada ya kuwa umeibuka mzozo mkubwa huo, watu wengi wanajiuliza kwamba ni vipi inawezekanaje kwamba mchezaji kama Selemani Mwalimu anashindwa kuzingatia vifungu, anaamua kuondoka tu ghafla kama mtoto mdogo bila kuzingatia vifungu na sheria za CAF, hali ya kuwa anazijua sheria zote za uhamisho wa mchezaji, lakini yeye hakutaka kufuata utaratibu mpaka yamekuja kumkuta, yamekuwa makubwa kiasi hichi. Lakini watu wengi, kila mtu anahoji kivyake, kila mtu anahoji kwa mtazamo wake na fikira zake.
watu wakaenda mbali na koji kwamba pengine Selemani Mwalimu ametumwa na viongozi wa Simba ili aweze kuivuruga klabu ya Yanga. Ametumwa kawavuruge, kawachanganye, alafu wao hawajui. Wao walijua kama wamepata mchezaji, kumbe wamepata mtu ambaye amekuja kuwavuruga na kuwachanganya. Lakini habari kubwa ni hiyo hapo. Sasa sisi tunasubiria au tunasikilizia majibu yatakayorudi kutoka kule nchini Morocco, Selemani Mwalimu atakavyorudi kutoka huko nchini Morocco, au chochote kinachoendelea huko Morocco. Sisi tutakufahamisha, kwa maana tuko karibu sana na taarifa hizi. Kwa hiyo cha kufanya wewe ni kuhakikisha una subscribe kwenye channel yako pendwa ya Jado Trending, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata trendi zote ambazo zita pick up na kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Mimi sina la ziada, nikukumbushe tu kwamba wewe ni mwanafamilia, make sure unakuwa karibu sana na channel hii. Nikutakie wakati mwema, bye bye.